Bwana, mambo vipi mdau wangu wa ujenzi? Kwa majina naitwa Dr. Ausi, ni fundi ujenzi, pia ni injinia wa masuala mazima ya ramani na ujenzi. Sasa bwana, leo nilikuwa nimekuja na kitu kipya hichi hapa. Hii ni ramani ya vyumba vinne. Bwana, ramani hii ya leo itakushangaza kidogo kwa sababu ni ramani ambayo imekuja kitofauti. Ni tofauti kabisa na ramani ambazo nimeshawahi kuziposti na nimeshawahi kuzielezea. Bwana, ramani hii hapa, kwa nini nasema ni ramani ya tofauti? Kwa sababu kwanza kabisa ramani hii ina kila kitu ambacho inahitajika kwenye nyumba kiwepo. Nikisema kila kitu namaanisha kila kitu cha muhimu ambacho nyumba iliyokamilika ili iitwe nyumba inatakiwa iwe navyo. Nitaomba niende nikaielezee ramani hii mwanzo mpaka mwisho, yani kuanzia ujenzi wake, material yake, nini kinahitajika, mpaka uweze kukamilisha ujenzi wa ramani hii. Kwanza kabisa ramani hii hapa kama unavyoiona wewe mdau wangu, ina baraza mbili, ina baraza ya mbele na pia ina baraza ya nyuma. Kingine ramani hii ina jiko, ramani hii ina store, ramani hii ina dining, ina sebe na ina choo cha public. Sasa kwa wewe mdau wangu ambaye unanifuatilia, nilikopo na ombi, ili ni ombi kwa wewe mdau wangu ambaye unanifuatilia, nilikopo naomba usikatishe video hii, niende nikakupe gharama ya material yanayohitajika kwenye ujenzi wa ramani hii kuanzia msingi mpaka finishing. Kwanza kabisa, ili uweze kujenga nyumba ya ramani hii hapa, yani ya aina hii ambayo unaiona kwenye ramani, kwanza kabisa inatakiwa uwe na tofali ambazo utazitumia kwa ajili ya msingi. Inatakiwa uwe na tofali zisizopungua tofali 1300. Pili, inatakiwa uwe na tofali ambazo utazitumia kwa ajili ya kusimamisha kuta, ni kuta za kusimama. Uwe na tofali zisizopungua 2500. Hapo utakapomaliza kukamilisha msingi na ukuta, ni umeweza kusimamisha msingi na kuta, kwa maana kwamba kitakachobaki hapo ni zile kozi za mwisho za juu na kupaua. Kitu kingine ambacho inatakiwa uwe nacho cha muhimu kwa ajili ya ujenzi wa ramani, inatakiwa uwe na bati zilizopungua bati 110 kwa ajili ya kuwezeka. Bati 110 zinatosha kabisa kumaliza ujenzi wa ramani hii. Kitu kingine ambacho kinatakiwa ni simenti. Uwe na mifuko ya simenti isiyopungua mifuko 58. Uwe na kenta za mchanga zisizopungua kenta 8. Uwe na kenta za kokoto zisizopungua kenta 5. Uwe na nondo zisizopungua pisi 55. Uwe na building wire zisizopungua pisi 35. Kama utaweza kukamilisha hivyo vyote ambavyo nimekwambia, basi ujenzi wa ramani hii hautakuwa na changamoto, hautakuwa na cost yoyote kwako, kwa sababu utakuwa umeweza kukizi vigezo vya kumiliki nyumba ambayo unaiona kwenye ramani hii. Wewe mdau wangu ambao unatamani kujenga, sikutishe mtu, kujenga sio gharama, sema ni maandalizi tu, kwa sababu sio wote ambao wameweza kumiliki nyumba walijenga moja kwa moja, ni kila kitu akakifanya. Hapana, wengi wanadunduliza. Sasa kwa wewe mdau wangu ambao unatamani kujenga, mimi nakukaribisha, unaweza ukaja pia tukapeana mawazo juu ya ujenzi, tukapeana ushauri. Namba yangu hiyo hapo, unaweza ukanicheki tu, sio lazima ujenge. Unaweza ukanicheki tu ukataka kuniuliza bwana chochote kuhusu ujenzi, unaweza ukaniuliza. Kwa majina yetu Dr. Ausi, ni injinia wa masuala ya ramani na ujenzi. Asante sana.